Ndipo bidada akagundua ya kwamba kuna bomu ambalo limetegwa ndani ya gari lake na limeshaanza kuhesabu, kwa sababu yeye anafanya kazi katika kikosi maalum cha kupambana na ugaidi, na tayari skrini yake ilikuwa inaonyesha muda kabla ya bomu kulipuka. Hivyo akamwomba mumewe azunguke ili kuangalia zaidi. Bahati mbaya sana ni kwamba hakuwa peke yake kwenye gari, bali alikuwa na wanaye. Basi wakati mumewe anazunguka kuangalia, bidada alishtukia kitu. Kulikuwa kuna taa ambayo inawaka na kuzima. Alichukua kadi yake ya benki na kuipitisha taratibu ili kuhakikisha kwamba haitaathiri ile bomu, kisha ndipo akaweza kufungua. Bila kutegemea, alikuta sensa ya bomu ambalo linahitaji utaalamu mkubwa sana. Ndipo bidada akajua ya kwamba basi aliyeweka hili bomu atakuwa ni mtaalamu sana wa mambo haya. Ilibidi watulize wanaye, huku akiendelea kufikiria namna ya kutoka kwenye hili. Mumewe naye alirudi na kumwonyesha kifaa cha bomu kilichowekwa chini ya gari lao. Basi mumewe alishauri waite polisi, lakini alijua kabisa kikosi maalum cha mabomu kitachukua muda kufika hapa. Badala yake aliamua kuwapigia marafiki zake ambao pia ni wataalamu wa masuala ya mabomu, na kwa bahati nzuri hawakuwa mbali, hivyo wakamwahidi watakuja kwa haraka. Daisy alichukua muda huu kuendelea kuwatuliza watoto, na baada ya muda kidogo marafiki zake walifika, na kwa bahati alikuja kiongozi wake ambaye ana ujuzi zaidi. Daisy alifurahi kumwona, na mchizi baada ya kuangalia aina ya bomu alijua hili swala sio la mchezo. Alitoa vifaa vyake na kuanza kupitisha chini ya gari, ndipo akagundua tatizo kubwa zaidi, kwamba bomu hili sio muda peke yake, bali hata mtikisiko kidogo tu unaweza kusababisha kulipuka. Lakini tatizo kubwa zaidi lilikuwa ni kufanya hili bomu lisiendelee kuhesabu. Walipitisha kamera ndogo huku chini ili kuweza kuangalia zaidi, lakini cha ajabu waliona lebo ya kampuni iliyowashangaza. Moja kwa moja walijua aliyetegesha bomu hili anatokea ndani ya kampuni yao. Ndipo waliamua kumpigia simu bosi wa kampuni hii, na ghafla ilisikika simu ikiita. Walipofungua wote walibaki wameshangaa. Kumbe bosi alikuwa amefungiwa ndani ya buti ya gari hili, na alipoulizwa alisema anakumbuka tu alipigwa na kitu kizito akiwa anakunywa, na ghafla akajikuta ndani ya hili gari. Huu ulionekana ni mpango ambao ulitakiwa kuwapata wote waliopo ndani ya gari. Tukio lilikuwa kubwa, viongozi wengi waliendelea kufika hapa, na pia wataalamu wengine wengi waliendelea kufika, kama huyu ambaye alikuwa mahususi kuzuia muda usiendelee kuhesabu, kwani ukiisha basi bomu hili litalipuka. Waligundua kuna nyaya 3 ndani ya hili bomu, lakini walibishana sana na hawakujua ni waya upi wa kukata. Huyu kiongozi alishauri wakati waya wa njano, na wote wakaanza kubishana. Bidada yeye alikuwa naamini huo waya wa bluu ndio unaoweza kustopisha huu muda usihesabu. Bidada hakuwa na namna, alikubaliana na mapendekezo ya kiongozi wake ya kukata waya wa njano, ijapokuwa hawana uhakika, kwa sababu wakikata waya usio sahihi itapelekea bomu kulipuka. Sasa nini kitakachotokea?